Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini popote mlipo, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kisiasa na ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Leo tarehe 25 Februari mwaka 2026, na tutajielekeza mara moja huko mkoani Kivu Kaskazini ambako kumepatwa na msiba mzito kwa upande wa wahasi wa M23 kwa kumpoteza Kanali Willy Ngoma, na hapa tutakwenda kuongelea kidogo kwa ufupi kuhusu uwasifu wa marehemu kwa kipindi cha uhai wake mpaka alipopatwa na mauti. Kanali Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi wa Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, ambalo ni tawi la kijeshi la Alliance Fleuve Congo Mouvement 23 Mars AFC M23, ameuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ama drone lililotokea katika eneo la Rubaya, mkoa wa Kivu Kaskazini, katika wilaya ya Masisi. Kifo chake kinaiacha harakati hiyo ya wahasi bila mmoja wa viongozi wake waliokuwa wakijulikana zaidi katika uwanja wa mawasiliano na operesheni za kijeshi. Akitokea mkoa wa Kongo Central, Willy Ngoma alidai kukulia mjini Kinshasa ambako alijihusisha na siasa ndani ya Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS, chama kilichoanzishwa na Etienne Tshisekedi. Mara kadhaa alizungumzia ushiriki wake wa mapema kisiasa pamoja na uhusiano wake na baadhi ya watu maarufu akiwemo mwimbaji wa Injili Bwana Matu Samuel, akisisitiza kuwa walitoka katika kabila moja la Nekongo. Kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe, alijiunga na M23 tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 2012 baada ya kufanya kazi katika vyombo vya usalama wa ndani. Baada ya kushindwa kwa harakati hiyo mwaka wa 2013, aliungana na wapiganaji waliokwenda uhamishoni ama ukimbizini katika kambi ya kijeshi ya Bihanga nchini Uganda kabla ya kurejea tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Januari mwaka 2017 na kujiunga tena na waasi hao katika msitu wa Sarambwe. Willy Ngoma pia alidai kuwa na uhusiano na baadhi ya wanasiasa wa Kongo na kujieleza kuwa alikuwa karibu na Etienne Tshisekedi, akitaja hata safari ya Afrika Kusini mwanzoni mwa mwaka wa miaka ya 2000 ama 2000. Alieleza pia kuwepo kwa mitandao ya kisiasa na kijeshi iliyohusishwa na UDPS pamoja na mawasiliano na Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD kwa kipindi hicho. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, Luteni Kanali Ngoma alitumia saa zake za mwisho katika makazi yaliyoko Kishusha karibu na Rubaya katika eneo la Masisi. Jengo hilo linadaiwa kumilikiwa na Generale Innocent Gahizi wa Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC, likiwa katika shamba lililotengwa mbali na mji wa wachimbaji madini. Shambulio la drone lilitokea majira ya saa 8:30 ama 2h30 katika usiku wa kuamkia jana tarehe 24 Februari. Shambulio hilo linaripotiwa kulenga eneo hilo ambalo lilidaiwa kutumika kwa mikutano ya kimkakati ya M23 kutokana na kuwa mbali na makazi ya watu. Kifo cha Willy Ngoma ni pigo jingine kwa waasi hao ambao tayari walimpoteza Kanali Castro Fidel maarufu kama Bravo 1 Januari mwaka 2024, aliyekuwa akitajwa kuwa mmoja wa wapiganaji na wapangaji mikakati ya kisiasa na kidiplomasia wa harakati hiyo ya wahasi. Katika taarifa iliyotolewa hiyo jana tarehe 24 Februari mjini Ruchuru na kusahiniwa na Gilles Mulumba, kundi la Les Volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo linasema lilizuia shambulio lililodaiwa kufanywa na muungano wa M23 RDF AFC katika eneo la Rubaya. VDP Wazalendo wanasema walichukua hatua kwa misingi ya kujilinda kisheria, wakidai kuwa mahadui wao walikuwa wameimarisha nafasi zao
kwa nia ya kushambulia. Wanadai kuwa viongozi waandamizi wa M23 akiwemo Sultani Makenga walikuwepo katika eneo hilo wakiwa na vifaa vingi vya kijeshi. Kundi hilo linadai kumwondoa Willy Ngoma pamoja na maafisa wengine waliotajwa kuwa sehemu ya ulinzi wa karibu wa viongozi wa waasi. Aidha, taarifa hiyo inasema kuwa Sultani Makenga alikimbilia katika parokia ya Kikatoliki ya Mater Dei ya Matanda. Matukio haya yanatokea katika kipindi cha kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo wamerudia msimamo wao wa kulinda uhuru na mipaka ya nchi, wakilitaka taifa na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kidiplomasia na kisiasa kufuatia hali hiyo, wakisema inahatarisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo la Kivu Kaskazini. Kifo cha Willy Ngoma kinatajwa kuwa mabadiliko makubwa katika mawasiliano na mpangilio ya ndani ya FCM 23 katika mazingira ya kijeshi yanayoendelea kuwa magumu. Na siku hizi, maeneo yanayodhibitiwa na FCM 23 yanazidi kulengwa na mashambulizi ya angani yanayotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kizazi kipya zilizonunuliwa na FARDC. Miongoni mwa vifaa vilivyotumwa vitani ni drone ya Kichina inayoitwa Winglong ya pili ama Winglong D ama Winglong 2, ndege ya kivita isiyo na rubani inayojulikana kwa uwezo wake mkubwa wa mashambulizi na muda mrefu wa kukaa angani. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinavyolingana, angalau ndege 3 za aina hiyo ziliwasili Kinshasa kati ya Disemba mwaka 2025 na Januari mwaka 2026. Winglong D inaweza kubeba hadi kilo 500 za silaha ama 500 kilo de munitions, ikiwa na sehemu 6 za kubeba makombora yanayoongozwa kwa teknolojia maalumu. Ina uwezo wa kuruka kwa muda unaoweza kufikia masaa 22 mfululizo, na kasi yake ya juu inakadiriwa kufikia kilomita 400 kwa saa, yani 400 km/h. Ikiwa na uwezo wa kufanya operesheni katika mwinuko wa takriban mita 10,000, drone hii inaweza kushambulia huku ikiwa nje ya uwezo wa baadhi ya mifumo ya kawaida ya ulinzi wa anga, na pia kupunguza uwezekano wa kuvurugwa kwa mawasiliano ambayo inaitwa brouillage kwa kimombo. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa mamlaka za Kongo sasa zinajiona kuwa na faida ya kijeshi dhidi ya AFCM 23, hasa kutokana na kuimarika kwa uwezo wao wa anga. Hali hii inaweza kueleza kuongezeka kwa operesheni za mashambulizi katika wiki za hivi karibuni. Katika mazingira haya, juhudi za mazungumzo zinaonekana kuwekwa kando kwa muda, huku Kinshasa ikionekana kuzingatia kwanza kubadilisha mizani ya nguvu uwanjani kabla ya kurejea kikamilifu kwenye mazungumzo. Baadhi ya wanamemba wa M23 wako wanachapisha miujumbe kwenye mitandao wakitaka kuhimiza jumuiya ya Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kuongea chochote kuhusiana na tukio hilo, maana kwa mujibu wao ni uchokozi wa serikali ya Kinshasa na tena ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ama cessez-le-feu. Lakini kitu ambacho naweza nikawaambia ni kwamba inaweza ikawezekana wadau wa jumuiya ya kimataifa wasiongee chochote wala wasiseme chochote. Kwa sababu gani sasa? Kwa sababu serikali ya Kongo iko katika jukumu lake la kikatiba na la kiserikali la kulinda uhuru wa mipaka ya taifa na kukomboa wananchi wake. Kinachoendelea leo sio ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, bali ni hatua halali ya kujibu uchokozi unaoendelea. Ardhi zetu na wananchi wetu wanashikiliwa mateka kupitia FCM 23 inayoungwa mkono na Rwanda. Hakuna taifa huru duniani ambalo lingeweza kubaki kimya au kutofanya lolote katika hali kama na hiyo. Haiwezekani kulinganisha sawa dola ama mamlaka ya kiserikali inayotambuliwa kimataifa inayowalinda raia wake na kundi la wahasi linaloungwa mkono kutoka nje na tena linalokiuka mamlaka ya kitaifa.
Amani haimaanishi kuacha ardhi ya taifa wala kuhalalisha ukaliaji wa maeneo kwa nguvu. Upatanishi wa kweli unaanza kwa kuheshimu mipaka ya nchi na kusitisha aina yoyote ya uchokozi. Kongo inatetea ardhi yake, inalinda watu wake na inafanya kazi ya kujenga mazingira ya amani ya kudumu, amani inayojengwa juu ya uhuru na mamlaka kamili ya taifa. Hapo nadhani tumeelewana, na hapo tutakwenda kukomesha ama kukoma na taarifa hizi, na basi tunamtakia mapumziko mema marehemu Kanali Willy Ngoma. Bwana ametoa na Bwana tena ametoa, basi jina lake lizidi kubarikiwa. Amina. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 25 Februari mwaka 2026, na kwa kuzidi kupata habari moto moto na dondoo zingine ambazo zinakuja, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.